Maisha ya mmea wowote duniani huwa inahitaji jua, maji na hata ukuaji wake. Mmea hukua kwa kulifuata jua, yaani mmea utafuta jua bila hata kulazimishwa. Hiki kitendo ni sawa na maisha yetu ya kila siku, yaani kuwaza kwenye maisha ni jambo ambalo halikwepeki. Utatenda kulingana na mawazo yako unayoyawaza. Mpendwa, swala hilo la kuwaza bali unawaza nini, na hayo mawazo yanakupeleka wapi? Hayo mawazo yanakupeleka kufanya nini? Ondokana na hii hali usilolikumbuka bado hujaliwaza, ila ukilikumbuka jua umeliwaza. Na nataka nifananishe maisha haya ya mmea, ambayo mmea unapokuwa unafuata jua, na unapofuata jua ndio mmea unapokuwa kwa kasi, ndio unapopata afya yake vizuri. Ni sawa na maisha ya mkombozi katika familia. Mtu pekee katika familia ni mtu ambaye anategemewa na watu wengi katika familia, iwe ndugu zake, iwe wazazi wake. Wazazi wanatamani awavalishe vizuri, awajengee vizuri, na yeye ajenge vizuri, avae vizuri, awe mke mzuri. Lakini ninataka nikuhakikishie kwamba hakikisha mkombozi katika familia unayenisikiliza hivi sasa, unapambana kwa ajili ya kupambana na familia yako, kutimiza malengo ya familia yako, kuhakikisha unaondoa umaskini katika familia yako, kwa sababu wewe ndio mtu pekee ambaye familia inakutegemea. Jioni ya leo naomba nikuhakikishie kwamba usikubali kukata tamaa. Chukua mfano wa mmea ambao unategemea jua, na wewe sasa wakati ni wa kwako. Hakikisha unapambana kwa ajili ya kuisaidia familia yako. Neno la Mungu kutoka kitabu cha Waebrania 4 mstari ule wa 12 linasema, maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili, tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Naomba mkombozi wa familia, makusudi ya moyo wako Mungu anayajua. Hakikisha unapambana ili basi kuweza kutimiza na kubeba mzigo wa familia yako. Sote tumesikia maneno kwamba kalamu ina nguvu kuliko upanga. Neno la Mungu hakika lina nguvu kuliko silaha yoyote au chombo. Imedumu kwa vizazi, kiunda mwendo wa historia, na wakati falme zimekuja na kupita, mabilioni yamekufa, lakini neno la Mungu ni la milele, limebaki. Wacha tufurahi ndani yake sasa na hata siku zote za milele. Kiongozi wa familia, hakikisha unalisimama ndani ya neno la Mungu milele na milele. Furahi pamoja ndani ya neno la Mungu, kiongozi wa familia. Hakikisha hautakata tamaa. Wewe ni mtu mkuu, utafanikiwa zaidi ya hapo ulipo.